Yo, check the mic, 1, 2, this is how we do. Dropping intellectual jewels for the whole entire crew. It's that Jeru Bongo Nzuri, the flavor so brand new. Yenye Vuto got you thinking, word up, that's the truth. The knowledge is power, it shines like a light. Jeru Bongo Nzuri, making your future bright. The rhymes are ill, and the flow is so tight. Yenye Vuto, word up, all day and all night. Word up! Jose, this is Jeru Bongo Podcast na leo ni katika episode ya 10. Ipo na wanangu wawili ndani ya mjengo leo. Wote kutokea Tanzania. Ipo na mwanangu panda kulia, kwa majina naitwa nani mwanangu? Kwa majina naitwa Mesha Kanisusu ya Njala. Almaarufu kama Monster. Monster mzimu au? Oje na mekazipatachi. Monster ni kiumbe fulani hivi cha kutisha. Kwa hiyo mwanangu ni mtu hatari. Yaani mtu hatari sana. Hapo kwa mwanangu hapo pande wako kushoto hapo. Mimi mwenzangu naitwa Rafael Lamek Nkasa. Almaarufu kama Kobe. Kobe Maino. Yes. Yoni ulipata mwanangu ajivaa kwa kujiita Kobe. Hii jina bana ulinibatiza. Mwanangu na mpira nini? Kutokana na ufundi wako hapo ngabu. Fundi nini wakaona niite Kobe bana, nikamwambia. Basi na mimi nimejibariki kwa hilo jina. Lakini unaona mwajaje uko vizuri japo na jina mnaendana kwa hivyo una vitu fulani, sema tu kwa sababu tu umri umekutupa mkono. Naweza kusema sio umri ba. Sema kwamba tu ni wewe sio millennium kwa hiyo. Ni millennium lakini mwishoni hapa. Siwezi nikasema kwamba eti sema sijadedicate zaidi huko. Sijikita sana kwenye mpira, unajua mpira unahitaji kidogo mazoezi na kujitoa. Mimi kidogo vitu kwangu vimepungua. Naweza kusema hivyo. Unacheza ile unacheza kwa ajili ya afya. Kwa ajili ya afya tu kidogo nini, tapanja. Basi. Wewe mwanangu mpira unakipiga au? Mpira nacheza. Ila sio sana wewe. Sio kivile mazoezi. Wewe nyama mwingi, bring big. Sasa wanangu tunaanza upande kwa mwanangu. Na tulianza huko na bado tuanze huko tena. Wewe mwanangu, kwa mtu ambaye anakuona leo, hebu muelezee kifupi career yako wewe nini? Ipoje? Mimi binafsi ni mzaliwa wa Mwanza. Ni Msukuma kule. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa muda mwingi sisi career yetu sisi wengi ni watu wa kilimo labda au madini na kadhalika. Kwa mimi kama binafsi nimejikita zaidi kwenye kilimo. Nimejikita zaidi kwenye kilimo, lakini pia kwenye madini pia nipo, lakini nipo partially, sijaingia mazima. Kwenye madini nimegodi ndio. Nimegodi ndio, lakini kwenye kilimo naweza kusema niko miguu yote kwa. Hapo mwanangu upande kulia. Mimi napikia Morogoro Tanzania. Mhitimu wa chuo kikuu cha kilimo Sopino University of Agriculture. Pia ni mtaalamu wa masoko mtandaoni, forex trading na stock market. Mtaalamu wa forex. Sasa mimi nakuwa nakuuliza swali hapo. Kwa mtu ambaye hajui mwenyewe umenaja njiani. Hivi forex ni nini? Forex kifupi cha neno forex imetokana na neno foreign exchange. Foreign exchange ni biashara ya ubadilishaji wa fedha za mtandaoni. Lakini sio hela ile ambayo mtu anakuwa nayo cash. Hii ni digital market. Ni masoko ya kimtandao ambayo yanajihusisha na uuzaji wa sarafu kutokana na kupanda au kushuka kwa thamani. Kwa sarafu hununuliwa na kuuzwa, mfano kama dola kwa nchi ya Marekani, mfano kama euro kwa nchi ya Uingereza, na sarafu nyingine kama Japanese yen kwa Japan. Kwa mna change sarafu ndio? Lakini digital way. Digital way. Nitakurudia mwanangu. Sasa mwanangu wa madini ndio. Unajua nyinyi wazee wa zamani mnabilivu sana katika fansa ya madini, mambo ya real estate, mnabilivu sana viwanja. Yani kweli. Sasa kuna hii michongo semaga kuna madini huko, vijana wengi wakaingia na madini afu tunakuwa tunatapeliwa. Hii iko bwana. Kwanza madini ndugu yangu, tunaweza kusema kwamba hiyo ni kazi pia official na inawatoa watu sana tu. Watu wanatoka hapa wanatoboa, vijana wadogo miaka 20, 25 wanatoboa jumba na magari. Lakini ukikataa pia ndio kukataa.
Sasa wewe focus kwenye madini gani? Maana madini hapo mengi. Yapo aina nyingi. Nikielezea hapa kidogo itakuwa ni mlongo, lakini naweza kusema kwamba mimi kwa nimewekeza nipo na ubia. Nipo na ubia na mama yangu. Abi kubwa. Na kubwa sana ndio tawa. Kwa hapa kidogo angemwaga kubwa tayari kama madini ya kutosha. Mbaya mno. Lakini nimewekeza, niko naye pale asilimia fulani, asilimia zingine ni za kwake. Kwa hiyo yeye kama yeye amejikita zaidi kwenye kukusanya makinikia. Mchanga ule mchanga ambao unakuwa unapata kwa zile ndogo, then baada ya muda wanakwenda ku extract. Labda kwa iko 8 pale. Naweza nikasema simple hivi. Sasa mimi kuna swali wote kwa watu wawili. Sasa hivi ujue hichi kizazi sasa hivi cha kidigitali, kizazi cha Gen Z generation mpya hiyo. Generation ambayo inataka vitu speed, vitu vya kasi kama mwanangu hapo mtu wa Forex, download pesa online. Sasa mimi kuna swali, maana wewe kidogo umepita kwenye millennium, mwanangu umepita katika Gen Z. Umeona? Sasa kwa jinsi unavyoona, jinsi maisha yanavyoenda. Wewe kama millennium, umesha katika millennium sasa katika Gen Z. Wewe unaona hii speed ya Gen Z ikoje katika sawa ya kufanikiwa? Vijana wako speed kwenye kutafuta fursa, lakini wengi wao wamekimbilia zaidi fursa ambazo zitawapa matokeo ya haraka chap. Ndio maana wengi wanafeli. Kwa sababu matokeo, kitu ambacho kinatupa matokeo ya haraka kimekuburuza kweli, najua. Kweli ndio. Kwa hiyo hawana ile trust the process, wanaanza kuwekeza kidogo au kuwekeza kwa kuangalia zaidi mbele. Wao wanataka hapa chapa tukimeisha hapa mchukua mpunga wake kata mfukoni kaondoka. Sure. Kama sisi mimi najiangalia miaka 10 ijayo, miaka 15 ijayo process. Kwa hiyo nahitaji sana nitembea pia nyingi. Sasa mwanangu unakubali point ya mshikaji kwa inabidi vitu viende kwa process au unataka mambo ya chap. Mbona Forex ni chap? Unataka cha $100 kwa mzigo kapanda shangaa $10,000 hapo pu. Hapana, mimi kwa mimi ninavyoona hakuna kitu cha chap duniani. Kila kitu kinaenda kwa process. Hata uko upande wa Forex au hizi biashara za mitandaoni pia ni process. So kwamba unaamka tu leo kesho unaika hela 10 zinafikia 10. Ni process, unaanza kusoma, unaanza kujifunza, unapata knowledge. Kama Forex kupata ku foundation mpaka uje kufikia leo ya professional trader. Ule kutengeneza kiasi cha fedha ambacho unaona watu wengi wanatekeleza itachukua hata mwaka mmoja. Build to foundation kwa upande wa knowledge. Lakini unaona watu wengi wanafeli kwa sababu ya hiyo quick rich program. Mtu anataka ingie ndani ya wiki moja atengeneze kiasi cha fedha. Kwa anachokizungumzia huyu ni kwa watu ambao wengi wamefeli, lakini kwa watu ambao wengi wana mafanikio walifuata process. Na kuna process gani kwenye Forex? Mtu ambaye anaanza from the scratch. Forex ni kitu ambacho kinahusisha pesa. Na direct kinaingia kwenye uchumi wa nchi mbalimbali, kwa sababu unazungumzia tarafu ya nchi fulani, maana unazungumzia uchumi. Leo hii nikisema dola maana ninazungumzia uchumi wa wewe. Kwa hiyo process kwenye Forex kuna fundamental and technical. Fundamental ndio taarifa mbalimbali za kiuchumi wa nchi fulani. Ili uweze kufanya maamuzi ya kuuza au kununua sarafu fulani, lazima uiye economic status element ya that moment. Kwa hiyo process kwa lazima uiye textile fundamental na pia uiye technical fundamental hivyo ndio. Kwa hiyo let's go muda pega mtu wote vile matawewe kwa professional. Sure. Sasa kwa mfano mtu akametoka labda chuo, mtu katoka chuo, ategemea akipata ajira za chap nini, ajiriwe fresh, mazingira yake yaende vizuri. Umeona? Akaona kuna fursa mbili, kuna fursa yaende kwenye madini au kuna fursa ya kwenda kwenye Forex. Wewe kama una mshauri vipi? Sasa hiyo fursa ni hizi na kila fursa ina nafasi yake. Lakini ninachoweza kukushauri ni kwamba kabla hujaingia kwenye kitu chochote kufanya, yani kabla hujatoa pesa yako kuinvest. Ana kuinvest ni risk. Ukienda kwenye Forex utakuwa umeriski pesa, ukienda kwenye madini utakuwa umeriski pesa, umetoa, unaweza ukaipoteza au ukairudisha nusu au ukarudisha zaidi. Kwa hiyo inabidi mtu ajaribu kufanya analysis tosha,
atafute wataalamu husika, umeona. Kama nayo kinyo kwenye madini, angalia mtu anayefanya hiyo issue. Umeona, zungumza naye, kaa naye karibu. Wewe pia jaribu kuingia mtandaoni, peleleza vizuri. Angalia na vijana sasa hivi ujue hawa nini hawapendi kusoma. Hawapendi kusoma. Ndio kabisa, ndio. Hawapendi kusoma. Mtu angalia, ingia, lakini tumia usiende tu. Angalia usiende kitakicha. Angalia fanya analysis za faida zake iko wapi, hasara iko wapi, process yake nasemaje. Unaona? Ndio mchongo na uenda. Unasemaje maana msibo hivyo? Yeah, of course mimi ukizungumzia ushauri mtu afanye forex au aende kwenye madini. Kwanza mimi naamini kwenye kitu kimoja. Kila mtu anapozaliwa na anapoendelea kukua ndo anaendelea kuelewa yeye anataka nini au vision yake. Kwa mimi naamini kabla hujaingia kwenye madini, kabla hujaingia kwenye forex, lazima ujue wewe unataka nini, unataka kuwa nani. Yeah, wewe mwenyewe ni personal behavior. Unajua kuna tabia za mfano, mimi ukiniambia mimi daktari, Kongo ishakuwa impossible. So mimi siwezi kukaa chini muda wote kumsubiria. Mimi na mara nyingi napenda kazi ambazo zinanipa movement za hapa na mbali. Niweze kutoka kufanya mambo yangu niwe free. Kwa nahitaji kitu ambacho hakinibani. Kwa mimi naamini kama mtu anataka kuangalia afanye forex au madini, basi kitu cha kwanza kabisa ni kujitafakari yeye mwenyewe ni nani na anataka nini. Kwa ukishaelewa tu hicho, basi utajua njia gani sahihi kwako kwa tafuta process mpaka kufikia fakiki. Hapo na siri nyingine na ngoja tunavyoenda kupiga story tunajidi kuchangamka kwenye swala la mahusiano. Kwenye swala la mahusiano umjue sasa hivi kuna ile hata una scenario nasemaga bwana, kwenye mafanikio, kila mafanikio ya mwanaume kuna mwanamke behind. Je, wewe unazungumziaje hiyo swala? Yes, true au ni michongo? Definitely it's true. Yeah, why? Kwa sababu ndio wanaume tumezaliwa na nature kuwa watoaji. Unaona? Na ili mwanaume uwe mtoaji lazima uweze kupata sehemu sahihi ya kipeleke kile tukitoa. Kwa hiyo kwenye utoaji. Yeah. Kwenye utoaji. Kwa hiyo mwanangu, wewe una kila ukinachokipata unatoa kwa shemeji yetu, si ndio? Siwezi nikasema kwamba eti nimetoa chote, lakini inazungumzia tu hata ka percent. Percent ya lazima kiasi chake mtu anahitaji unakuepo, lakini yeye pia ananipush mimi kufanya hicho ninachokifanya. Sasa natamani kupata kikubwa zaidi. Unaona? Lakini sawa, ningekuwa mimi mwenyewe sidhani kama ningekuwa na vision kubwa kiasi hicho, lakini napata vision kubwa kwa sababu nikijiangalia mbele kuna watu nawaona. Mchumba anakuambia bana vipi push. Yes. Michongo yende au sema push. Tukalipata Dubai ile. Kwa madini kwa bioto achibe ya kutosha, si ndio? Sio tu kwenda kupata Dubai, lakini pia kuna familia inasubiria. Yaani kama mwanaume hauna familia sasa unakuwa umepungukiwa na kisehemu mfano. Hiyo ni kila mtu anatamani. Of course kuna mwaka fulani ukifika hapo inabidi kuna mwingine awe na kacharika pembeni hapa. Tunapiga interview nini, kuna kacharika na sombo. Unaamka asubuhi unaanza kuangalia nyumba nini, unaangalia ndo maisha sasa. Hapo kwa mwanangu vipi mchango unasemaje? Hapo na mchango ni katika harakati zako. Anakosea mimi niko single. Lakini kivipi mwanangu uko single? Mimi niko single na maanisha ubasiko kwenye uhusiano, lakini mwanamke akisimama nyuma ya mwanaume basi anakuwa ni push factor kumfanya mwanaume asogee pale. Kwa mimi kwa sasa hivi mama wangu mzazi alisimama kama push factor. So this kwa masuala sasa hivi ni masuala sasa hivi unataka sio? Bana, sio kwamba siataki na vitu vyangu ambavyo vikifika basi naingia kwenye mahusiano. Au ashapigwa tukio. Umekutana na mtu akupiga tukio wa kutosha nini maana? Hapana. Kwa kweli sina experience ya matukio. Sema tu upone. Hapana. Msemaje? Sio mzito bwana. Usito mzito, sepo usaidiwe. Hapana. Lakini muda ukifika, ikimpata mtu ambaye tuna vision sawa, ambaye anaweza akaangalia mimi napotaka kwenda na akasupport, na mimi nikaangalia napotaka kwenda nikasupport, tukawa tuna mtazamo sawa, basi naingia kwenye uhusiano. Hapo ni mtazamo. Unajua wanangu washikaji,
mimi naombeni mnipe nyie quality zenu mnazoangalia ili demu basi wana huo nataka aje kuwa wife, mnaangalia nini? Naanza na kwa mwanangu wako mtaalamu monster mwenyewe. Ya mimi kitu kubwa sana ambacho naona kiangani tu kimoja, na nimpa mfano mmoja. Mfano Barack Obama. Kuna siku moja alitoka na mpenzi wake walienda cafe. Sasa ndio alipata breakfast. Walipofika pale mke wake aliwahi kutongozwa na mmiliki wa ile hoteli. Ya kwa hiyo bahati yule kwa hiyo si hatari ile wala. Kwa hiyo yule Barack Obama akamuuliza mke wake kwamba ungemkubaliaga huyu jamaa sasa hivi mume wako kwa yule hiki hoteli. Lakini mwanamke akasema hapa, akisema mimi mume wangu amekuwa rais. No matter what. Kwa mwanamke alishakuwa na vision ya yeye mume wake no matter what lazima awe rais. Kwa mimi qualification yangu ya kwanza ni hiyo vision. Mwanamke kama mimi ndo nakuwa vision yake kwamba yeye anatamani mume wangu awe rais na mimi ndoto yangu ndio rais, basi naamini tukishirikiana ile kampani kutaka kwenda. Na kama mke wangu ndoto yake ni Miss Tanzania na mimi ndoto yangu mke wangu ni Miss Tanzania, kwa bayene mimi ndamsupport mpaka afike pale anapotaka kufika. Hiyo jamaa akasema kitu cha point mwanangu wa moyo ya. Wewe mwanangu hapo Kobe unaangalia quality gani? Au shemeji yetu hivyo ana nini? Ana quality zipi? Ukiongea sana naweza nikamsifia alafu siku nikipigwa tukio ninyi wenyewe utarudi hapa. Ndio yule nilikuwa nasema. Lakini naweza kusema kwamba kitu cha kwanza ambacho mimi kama binafsi nilikitizama, cha kwanza ni utulivu wa akili. Yule mtu ambaye akili yake mtulia. Paruki ni yule ambaye hata ukiwa hauna hawezi kuja kukwambia kwa nini huna hiki, kuna hiki, mimi nimekwambia hiki au mwenzangu kafanywa hiki. Ni mtu ambaye ametulia. Tabia hivyo cool. Lakini pia tabia yake ni mtu ambaye hana vitu vingi. Na marafiki wengi, hamumensi nyingi. Tabia zake zinaeleweka. Kitoka kufanya kazi atarudi nyumbani. Mbona au akitoka kienda sehemu akwambia atarudi nyumbani. Ni mtu ambaye yuko simple. Aizi mdau akamwambia napita sehemu hii afa akatoka atamwambia napita huko, tola kutambia hapana, haiko hiyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye yuko simple, yuko calm, tulia. Ana mbome sana papara zile. Basi ni I think kitu ambacho kinaweza hata ukikao kituliza akili. Anaona kama vile mtu ana deserve, unaona? Huwa na kile ambacho unampa yani. Yes, kwa hiyo naweza kusema hilo kwa. Of course, alikuja kupata mtu mtulivu kama mimi mwanangu. Katika kwenye kuchagua mwenza, mimi naangalia mtu ambaye hana mapepe. Akili imetulia mapepe kwa mwanangu. Yaani mwanangu usiangalie kitu chengine. Taangalia mtu mapepe. So demu unapoona demu mwanangu ameenda naye kia sehemu mwanangu macho juu mwanangu hai. Asione kitu yani shiko kama na propela ile. Nifika baada ama kusalimia watu kaka baya. Kila mtu mimi hiyo sema michango yangu. Mimi kishaona hivi. Piga chini kaponi. Unajua sababu unajua kwa sababu gani? Unajua pa kuelekea au kuweza kukaja kualikwa sehemu ambao watu wanakuheshimu. Alafu yeye akaja kuleta miausho. Ikaja kuwa jao kuonekana wote kama mkewe tu unajua. Kwa hiyo mimi utafuta mtu ambaye katulia nini msikivu ana mapepe. Yaani hicho cha msingi ana mapepe. Unaomba kisha kuona mapepe na maana ongei sana. Maana sometimes sisi wanaume tunataka ile peace of mind. Kama ukiona peace of mind mambo yako yanazidi kwa yanaenda vizuri. Unakuwa na uwezo kufikiria. Sio unarudi nyumbani mwanangu kelele 2. Anto bogule tu. Hatari. Sasa nyie wanangu naomba tupeane kidogo experience yenu ya maisha ya Bongo na ya huko kiufupi. Kama wewe unavyoona experience yako ya Bongo na ya huko utofauti wake ni upi? Kwangu mimi kwa muda wote nilikuwa hapa hizo inaweza kusema kwamba ni kati ya watu ambao wanaongoza sana kwa sababu kwa adapt mazingira yao. Kivipi? Mimi kwa sababu naweza kusema kwamba ni mtu ambaye nilikuwa nimeshazoea nyumbani. Na nilikuwa sijatoka kabisa kwenda nchi yote kamera. Kwa mimi sehemu ya kwanza kabisa kuja ilikuwa ni hapa.
na kuanzia chakula, kuanzia watu, mazingira, hali ya hewa, vyote vipande vya nyumbani. Uje kutoka mimi kutoka Mwanza alafu umeenda Dabu nini? Sikilizia sawa, nimeenda kuongeza mitofauti. Unajua hii ni chopa ndugu yangu, napanda unakuwa pipa. Kwa hiyo usikimo unakuwa pipa. Ndio ilikuwa mara ya kwanza. Kidogo na bado mpaka sasa hivi na struggle. Kuna mtu mpaka wanajia pia anasema kwamba nikirudi nyumbani sidhani kama atatoka tena. Nikuulize hapo swali la kizushi mwana. Ulivyokuwa unakuwa pipa, pale Wasukuma wenyewe unapenda sana kula ugali. Sasa kuna panapo pale wasomana. Anaitwa Gosha hapo. Wewe mwanangu jamaa hadi usasamba za usiku anakula ugali. Wewe kwenye ndege pale ukuagiza ugali mwana sawa. Ile kitu cha fulani hivi. Ya kwanza tu kwenye lugha ni kushubuka. Kiingereza lakini kwenye vyakula vile vyakula ndugu yangu ya kwenye ndege mpaka leo nikikumbuka. Na hata nikiwa narudi hivi nikaange kuku na ugali wangu ndio na kuna mtu anasema amesikia sababu pale kile chakula ni kama haja lakini ndugu yangu naomba si lazima tuendelee kindi kwa hiyo ndio linisumbua ukataka nguna shazoea nguna mpya. Kwa changamoto ambayo ilikukuta sana kuja kwa daktari mazivia mazingira doktea watu hiyo mevea toka kwenda sana kupange ni sauti kidogo tunakuwa busy wapi plapi hiyo ngumu sana tu hapo mwanangu hizo wakazi ndiko upendo wangu mpaka shinda sana kwa mpando wa mazingira yeye lakini ana uncho kubwa au mtu kubwa ambaye nimekiona labda ndio kando wa technology na upande wa system ya maisha. Teknolojia ni vipi hao? Ni vitu vingi vinafanya pia mo kule bando operation kwa jioni kasi na kando wa system ya maisha ndio wanapata sana sheria. Yaani uongozi wao the base. Sema leo tunapumzika, Ambo kibongo hiyo uongo hiyo. Hiyo ni uongo. Lakini hata system ya kupumzika. Bongo na kupumzika siku 2 lakini bado tunapumzika siku nyingi. Ni kana chike kinaonyesha uko vizuri kioko kwenda kufanya kazi unafanya sana. Na chengine kwenye mambo ya forest. Ule bongo ulipokuwa unafanya forest na uko unafanya forest utofauti kwa utofauti mkubwa kwenye mindset. Kama unafanya forest bongo kuna namna fulani tunaiona soko kwa kwenye miguu mfine hiyo outside hiyo unaona soko kwa namna nyingine. Yaani tangia nifike nje naona kama teknolojia ni maisha lakini bongo mara nyingi tunachukua teknolojia kama ni sehemu ya utapeli. Na watu wengi wanaamini kwamba hichi kitu ni utapeli lakini kiangalia nchi kama hizi iko very strong kwa teknolojia. Na wana startup nyingi wanaziuza Marekani na wanapata hela nyingi. Kwa nini mtambo vinakumotivate na kuonyesha kwamba hii ni njia moja wapo mafanikio. Na inawezekana unapopewa na uwezo zaidi. Kwa hiyo unaona hata mwenyewe unavona teknolojia kulisema kama imekuwa hiyo imekuwa pakubwa sana. Tofauti na bombo. Tofauti ni mkubwa sana. Na kama uko wanachimba madini kama wanachimba madini kwa bombo. Mimi katika viwanja na mimi katika mambo ya finance umwelekeze mzee wana uwekezaji katika hisa. Na kwa mtu ambaye asielewa tukizungumzia hisa tunazungumzia ni umiliki wa sehemu ya kampuni. Kwa mfano kama wewe umewekeza kwenye kampuni fulani au kwenye benki fulani. Kwa labda Tanzania sasa hivi tuna Dar es Salaam Stock Exchange Market ambao makampuni yote yanaenda kujisajili pale ili mtu aweze kununua hisa kwenye hiyo kampuni. Mfano umewekeza CRDB na wewe pia ni mmoja kati ya wamiliki wa kampuni ya CRDB. Ukinunua hisa kwenye hiyo kampuni, faida unazozipata kwenye hisa pia unaweza kutumia hisa zao kupata mkopo. Unaweza kusema mimi na hisa zangu CRDB labda ni thamani ya milioni 10 au milioni 20, ukaenda benki fulani ukapata mkopo. Ngo ukapata popo CRDB au serikalini au sehemu yoyote. Kutokana tu na kigezo cha kwamba unamiliki hisa za kampuni fulani. Kwa kampuni kifilisika na umefilisika. Kampuni kifilisika na ile umefilisika. Uzao unaweza kata riski kama hiyo? Of course unaweza kwa.
Yani mimi nazungumzia kitu kimoja. Unaweza kwa ukasema kwamba kampuni ifilisika na umefilisika, lakini probability ya kampuni kufilisika, probability ya mtu mmoja kufilisika, iko more risk mtu mmoja kufilisika. Unaona kama mimi unaweza kukuta sasa hivi na milioni 10, lakini baada ya mwezi ukapotapeli, it's very easy nikaanza filisika. Tunazungumzia kampuni kama CRDB, kufilisika ni process. Kwa sababu gani? Kuna vitu zaidi ya 200 ambao ni expert sehemu mbalimbali wamecoordinate wanafanya kitu kimoja. Kwa risk ya kupoteza ni ndogo sana ukikompare na risk ya kuendelea. Mfano mimi napenda sana kuchukulia kampuni ya CRDB na NMB. Na mtu ana bank, ngoja kidogo taratibu, twende taratibu. Na mtu anapataje faida katika hisa? Mtu anapata faida kwenye hisa kwa namna mbili. Anapata faida kwa ongezeko la bei na anapata faida kwa kupata gawio. Nikizungumzia ongezeko la bei kivipi? Mfano kampuni ya NMB ilianza kujisajili kwenye soko la hisa na 2008. Ilipoingia tu kwenye soko la hisa, hisa moja hizo inauzwa shilingi 600 kwa 2008. Lakini mpaka sasa hivi tunazungumza hisa moja ni 13,800 ya NMB na inaendelea kupanda. Kwa maana hapo kama ulinunua hisa moja kwa shilingi 600, maana mpaka sasa hivi unakuwa na shilingi 13,800. Ndio kama ulinunua hisa 10,000 kuna zingine sasa hivi una a lot of money. Na kingine pia unapata faida kupitia gawio. Mfano kama sasa hivi kampuni ya CRDB imetangaza itatoa shilingi 90 kama faida kwa kila mtu aliyemiliki hisa. Mfano kama ulikuwa unamiliki hisa za 100,000, maana kule kurudisha mara 90, hiyo ndio hela yako utapewa kama gawio. Kwa kampuni inapotengeneza faida inatoa asilimia fulani. Kila mmiliki wa hisa kwenye kampuni naye anapata ile faida. Kwa uwekezaji wa hisa ni mzuri kwa sababu gani? Sababu moja hapo unatengeneza hela ukiwa umelala. Hawafanye kivipi yani? Wewe unachokifanya ni kwenda pesa kununua hisa. Kwa hiyo kama hivi kama hapo ulipokuepo mwanangu hapo unazidownload tu. Yeah, of course mimi ni mbili hisa kampuni ya CRDB. Mwezi huu June nikapata gawio pia kama mmiliki wa kampuni. Lakini sijafanya chochote, ni kwa nini leo? Na pia hisa inavyoendelea kupanda bei ndivyo na mimi capital yangu inaendelea kuongezeka. Kwa mfano kama ulikuwa na hisa buku za CRDB ulinunua NMB ulinunua mwaka 2008 mpaka sasa hivi hisa moja bei yake ni shilingi 13,800. Chukua zile hisa ambazo ulinunua kwa 600 zinisha kwa ongezeko la bei ile kwa sasa hivi. Kwa hiyo umetengeneza a lot of yangu. Ngoja kwanza mwanangu pale nataka kuuliza swali. Unaona unampeleka kasi. Inawezekana kabisa mtu kaendesha maisha yako ya kila siku. Katia hisa tu kabisa. Ndio unaweza ukafanyaje? Kwamba mimi ni nahitaji niingie kwenye hisa sasa hivi hapa, labda nimevutiwa na maelezo yaliyotoa. Ndio inaanza vipi hapa? Hebu muongezee sauti hapo kwa sauti ili asikie vizuri. Kulisha familia yangu na ndugu zangu wa ya kila siku. Unaziwepo. Unachokifanya wewe unaenda kujisajili kwa sababu Tanzania tuna Dar es Salaam Stock Exchange Market. Hiyo ndio inayoshikilia dhamana ya makampuni yote. Kwa maana yake wewe ukiwa na kampuni yako, watu hawawezi kununua hisa kwenye kampuni yako bila wewe kwenda kujisajili kwa Dar es Salaam Stock Exchange Market, kwa sababu hiyo ndio mamlaka ambayo inamiliki makampuni na inasimamia pia usalama wa fedha zako. Kwa hiyo utajisajili Dar es Salaam Stock Exchange Market. Sasa wana app yao, unajisajili, unafanya utaratibu, utatumia brokers. Kuna mabroker mbalimbali ambao wanahusika kwenye kufanya operation. Utatumia broker, utajisajili, baada ya kujisajili direct utaanza kununua hisa zako kupitia DC app. Utakuwa unanunua hisa zako pale wewe mwenyewe. Si simple. Unaingia kwenye app, kama kampuni ya CRDB imeweka hisa zako kwa bei ya 500, unanunua zile hisa unalipia. Baada ya hapo utakuwa unaona kwenye dashboard yako. Mfano kama ulinunua hisa kwa bei ya 500 ikapanda bei imeenda 600, utaona capital yako pia inaongezeka. Kwanza kujikuta ulikuwa ulinunua hisa kwa shilingi milioni 1, hisa zikapanda bei, unakuta dashboard yako penda sema milioni 10. Kwa maana bei na labda umezungumzia sana kupanda bei kwa hisa. Ndio. Hisa huwa zishuki, zinashuka bei. Na ndio maana nikikupa statistics, uwekezaji wa hisa mara nyingi unawapa faida wale watu ambao wanafanya for long term. Sasa kama sisi watu wa chini tunapataje faida? Maana unapata faida mostly kupitia gawio. Kwa sababu utakuwa unapata gawio. Inawezekana hisa ikawa inashuka, lakini kampuni ikawa inaendelea kutengeneza faida. Mfano, ngoja nikupe mfano. Mwaka 2008 kipindi ambapo NMB inaanza kwenye soko la hisa moja iko nusu 600. Lakini angalia bei ilivyoganda kuanzia mwaka 2008
pale mpaka mwaka 2012 bei ilikuwa ina range kutoka kwenye 600 almost mpaka 2000, lakini kutoka mwaka 2012 mpaka almost mwaka 2000 kama na 18 kuelekea hapo, hisa ile range kutoka 2000 mpaka 3500. Kwa hiyo hapo kati sio kwamba ilikuwa ishuki, ilikuwa inashuka, inaenda 2000, 2500, 3000, inashuka 2000, baadaye inaendelea kufanya inaendelea kupanda. Kwa hiyo unakuta graph ina range kwenye mwaka. Kwa mwaka huu unaweza kukuta ilikuwa ni 2000 ikashuka mpaka 1500, baadaye ikapanda mpaka 3000. Kwa watu wanaofaidika sana kwenye ongezeko la bei wale wao ambao wanawekeza for long term. Kusio mtu ambaye anawekeza ndani ya mwezi anataka atoe hela yake apate faida kutokana na mabadiliko. Huyu jamaa msikaji wangu umeelewa swali lake anasema. Kasema hivi kwa mtu ambaye anataka, wewe mlikuwekea swali vizuri. Kwa mtu ambaye anataka kuendesha maisha yake ya kila siku kupitia hisa, fanyaje? Sasa kwa mtu ambaye anaweza akafaidika kupitia hisa kwa maisha yake ya kila siku, it means that itabidi awekeze kwenye stage ambayo gawio ambalo atakuwa anapata linaweza likasustain maisha yake. Mfano, nachukulia mfano matumizi yako kwa mwezi ni shilingi ngapi? Kwa mwezi kwa pesa ya Tanzania. Kwa pesa ya Tanzania naweza nikasema labda $500 au $500. Kwa hiyo itabidi ufanye uwekezaji ambao kampuni ndio ikitangaza inatoa labda 10% ya faida kwa kila mwekezaji. Basi ukichukua namba ya hisa zako ukizidisha mara kile kiasi chako cha fedha upate $500 na point. Ambayo hiyo gawio kwa hiyo indasha hisa zinaweza kushuka bana yake, si ndio? Hisa inaweza kushuka lakini ikakuta hadi na minimum 100. Umeliwa. Nyosha maelezo. Ikishuka kaliwa. Hapana. Au unasemaje mzee wangu? Ikishuka mzigo umeliwa. Listen, mwenye hisa huwezi ukaliwa. Listen ni kitu kimoja. Sawa. Nilinunua hisa shilingi, nisikilize kitu kimoja. Hisa ikishuka, wewe tumsikilize, unasemaje? Iwapo umeuza ile hisa yako katika bei ya chini. Lakini hisa mfano, nachukulia mfano, ilivyoanza tu vita, sawa? Hisa ya CRDB ilikuwa ni shilingi 3000. Kipindi kabla tujaingia kwenye vita. Kwa almost 3 kama na 200. Vita ilivyoingia, tukapata mfumuko wa bei ya mafuta. Umeelewa? Tukakuta nchi nyingi uchumi ukadolola kutokana na kukosekana kwa mafuta na bei imepanda. Hisa ikashuka kutoka shilingi 3000, sawa? Tukaenda mpaka almost 2500. Baada ya sasa vita inakaribia kuisha, mambo yanaendelea kwa solve endelea sui, hisa imeendelea kupanda. Sasa hivi tuko mpaka 2800, tunarudi kule kwenye 3000 na kuendelea. Apart from kupungua kwa bei, bado kampuni imepata faida na imetangaza inatoa gawio kwa kila mtu shilingi 90 ya hela yake. Kwa apart from hisa kushuka, kampuni inatengeneza faida na wewe unaendelea kupata hela kama kawaida ya gawio. Kwa maana nimesema hisa itishuka haina effect yoyote kwenye gawio. Kwa sababu kushuka kwa hisa ni rana demand na supply. Lakini faida ya kampuni inabaki. Ngoja kwa taratibu. Na hapo ile iko pale kwa ajili ya kuwalinda hii. Na kuuliza swali. Ndio. Nani anaye control bei katika soko? Nani anaye control bei? Tuna control sisi wenyewe. Au tunatengeneza demand. Uone kama kuna watu wanafaidika. Maana kama mtu ana control bei sisi, kuna mtu ambaye ana hela nyingi ambaye atanunua share nyingi ambaye yeye ana uwezo kulicontrol market. Sasa ni ambayo hiyo juu sasa. Sasa nisikilize. Na wawekezaji wakubwa kwenye haya makampuni wala sio watu. Wala ni vikundi au kampuni. Sasa sio vikundi tunazungumzia hivyo. Sasa isikilize. Kikundi kimoja akiwezi control price. Mara nyingi wao unajua kwa sababu nakuuliza hilo swali. Yaani nisikilize. Bei inaweza ikashuka au kupanda. Sio kutokana na mtu kufanya big withdraw kwenye kampuni ya hisa zake. Hii sababu wawekezaji wengi kwenye hisa wawekeza for long term. Yaani mtu anaweza kuweka bilioni 1 lakini ndani ya mwezi atoe. Kuna Mtanzania amewekeza bilioni 1 close ya BD Bank. Yule mtu ambaye aliwekeza for long term kwa ajili ya design. Yaani yule liso anaendesha maikato kupitia hisa. Kama mtu anawekeza bilioni 1 kwa tegemea gawio kama hii ambayo inatoka sasa hivi, hawezi kupata tena milioni 300 200. Kwa anapata gawio kama hili kwa ajili ya kuendesha marika yake. Kwa yule manake ni ukivaji mkubwa wewe ndaka teka hanga withdraw na kampuni. Ni mtu ambaye tayari anajua nini anakifanya. Yaani soko la hisa bei inaweza ikasika au kupanda, effect kubwa sana inatokana na kama vile bei kama ya vita, ambayo ina effect circulation nzima ya uchumi. Mfano kama imetokea bei ya mafuta kupanda, ina effect mtu mmoja na kampuni moja kwa ujumla. Kwa nini kuna kuwa na prices zinakuwa zina change? Kwa sababu mimi nakumbuka 2022
hisa ya CRDB ilikuwa almost 500. Ndio. Yeah, of course. Tanzania soko mfano kama hata hiyo ni mbili. Lakini kama unafuatilia soko la Israeli au kama unafuatilia soko la Marekani, Tesla, haiwezekani Tesla ipande kutoka 2022 hadi sasa hivi 2026. Sasa hivi unazungumzia sasa hivi CRDB ni 2000 kama sikosei 2800 2700 kama sikosei huko. Sasa kwa nini imetoka 500 hadi 2000 na sasa nisikilize. Soko la Tanzania kuanzia mwaka 2008 mpaka mwaka 2022 maendeleo ya mtandaoni injeno Tanzania yalikuwa yako very low. Ukiangalia hisa zetu zote za makampuni yetu makubwa zimeanza kupanda kwa sababu 2023. CRDB, NMB mwaka 2023 anatoka 5000 mpaka sasa hivi yupo kwenye 13800. CRDB also kutoka pale mwaka ametoka 500 mwaka 2023 kaenda mpaka sasa hivi tunazungumzia 2800 na. Kwa hiyo mlipuko mkubwa wa bei kwenye upande wa hisa umeanzia 2023 ambapo development na matumizi ya mtandao yalianza kuwa makubwa zaidi nchini Tanzania. Watu wengi wakaanza kuamini kwenye benki, watu wengi wakaanza kuamini kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kuanzia mwaka 2022 kushuka chini, watu wengi walikuwa wanatapeliwa kwenye mitandaoni na matumizi ya mtandao pia Tanzania yalikuwa madogo. Kwa bei imeanzia 2023. Tulikuwa na time nzuri na wanangu wawili hapo kutoka Tanzania. Nipo na mwanangu Monster mwenyewe, mtu hatari. Na kama unafuatilia funzo kuanzia mwanzo hadi mwisho, mwanangu ametisha mbaya. Nashukuru mwanangu Monster, mwanangu Kobi. Shout out kwa watu wote ambao mtaangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ciao. Watu tumeshamaliza wana. Labda ilete uchawi tu. Hii dakika 14. Hii dakika 27.